Yesu asifiwe sana. Ninakukaribisha katika kipindi cha mafundisho ya neno la Mungu ambapo tunajifunza kila siku mahali hapa. Lakini pia nakukaribisha sana katika huduma yetu ya Ebenezer Church Supreme iliyo chini ya watumishi wa Mungu Mtume Yoshi Boymed Isa pamoja na Kristo. Huduma yetu inapatikana katika mkoa wa Dar es Salaam, wilaya Ilala, kata ya Chanika Mageni. Kwa mawasiliano namba utaiona hapo. Tunakukaribisha sana. Lakini pia nakukaribisha kwa ajili ya ibada ya Jumapili, itakuwa ni njema na nzuri sana, funguliwa na mambo mengine yataendelea. Basi ninakualika sana. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru Mungu mweza wa yote, mafundisho na kabidhi mkononi mwako. Roho Mtakatifu uniongoze Bwana, hali ninapokwenda kusema na watu wako na kila mmoja Bwana, lakini pia ukawajalie na wale wote wanaofuatia mafundisho haya, katika jina la Yesu ninaomba na kushukuru. Amen. Ujumbe wangu kwako nasema ya kwamba jitunze nafsi yako. Jitunze nafsi yako. Nijitunze nafsi yangu, lakini pia na wewe jitunze nafsi yako. Kila mtu ajitunze nafsi yake. Kwa nini maandiko yanatuambia ya kwamba jitunze nafsi yako? Uchafu wa roho zetu na usafi wa roho zetu upo katika maamuzi ya nafsi ya mtu. Usafi wa roho zetu na uchafu wa roho zetu upo katika maamuzi ya nafsi ya mtu. Nafsi ndiyo yenye maamuzi, roho kuwa safi au kuwa chafu. Nafsi ndiyo yenye maamuzi. Tunaona sehemu nyingi Mungu aliwaonya wana wa Israeli kwa msisitizo sana ya kwamba jitunzeni nafsi zenu, msije mkadanganywa mkageukia miungu mingine. Jitunzeni nafsi zenu. Maeneo mengi sana ambayo Mungu amezungumza na wana wa Israeli. Bwana Yesu sana. Waraka wa kwanza Timotheo sura ya 4 mstari wa 16. Waraka wa kwanza Timotheo sura ya 4 mstari wa 16 inasema jitunze nafsi yako. Anasema jitunze nafsi yako. Maana yake ni jitunze nafsi yako, lakini pia na wewe mwenyewe ujitunze nafsi yako. Anasema na mafundisho yako. Hapa ni kwa wale ambao wanahubiri, kuwafundisha wengine na kuhubiria wengine kama hivi ninachofanya. Anasema dumu katika mambo hayo, maana kwa kufanya hivyo utajiokoa nafsi yako na wale wa kusikia pia. Kwa kufanya hivi, kwa ujumbe tunasema jitunze nafsi yako. Jitunze nafsi yako. Bwana Yesu. Manake nisipojitunza nafsi yangu, roho yangu inaweza kachafuliwa. Roho yangu inaweza kuwa chafu. Utu wangu wa ndani unaweza ukachafuliwa. Utu wangu wa ndani unaweza ukakosa usafi. Lakini pia nisipojitunza nafsi yangu, naweza nikapungukiwa na vigezo vya utakatifu ambavyo vinaweza kapelekea mimi kuwa na tiketi ya kuona ufalme wa mbinguni. Bwana Yesu sana. Je, nitajitunzaje nafsi yangu? Tumesema jitunze nafsi yako au jirinde nafsi yako. Nitajitunzaje nafsi yangu? Nitajirindaje nafsi yangu? Ili roho yangu iwe safi, roho yangu isichafuliwe, roho zetu ziwe safi, roho zetu zisichafuliwe. Nitajitunzaje? Sasa anaposema jitunze nafsi yako, neno jitunze nafsi yako kwa maana nyingine, kwa haraka za kuambia kwamba ni kujizuia na tabia zisizozaa matunda yapasayo toba. Ni kujizuia na tabia zisizozaa matunda yapasayo toba.